Bunge power. Power. Bunge power. Power. Mimi naitwa Kamanda Calvin. Kisii Central. Mimi sina mengi. Leo niko na mambo machache sana. Kwanza, nilikuwa ninaambia serikali come up na the way tumeona ajali zimekuwa mingi. Na sasa mmeshindwa kuexpand hizi mabarabara, mmeshindwa kucontrol hizi mambo zote. Watu wanakufa ovyo ovyo na ni watu wetu. Sisi ndio tunaumia. Gari zinapata accident mingi ni hizi za matatu. So ni common mwananchi huumia sana. Mimi niliona serikali kama up na the way watakuwa nafunza hawa madriver wote, maconductors wote first aid. Unajua hawa watu wana ajali zina happen, wanakutana na watu wamepata accident, lakini hiyo kuwa na hiyo knowledge ya kufanyia watu first aid hawana. Lakini serikali ikiamua saizi ianze kufunza vijana wale wenye wanaendesha, wale madriver wale ambao wanaendesha magari, wale watu wanadeal na magari, wakuwe na hiyo knowledge ya first aid, itasaidia sana. Vijana wameamua kukua kadi. Unajua kadi inamaanisha ni one term. Unajua kadi hiyo ndio direct naweza sema translation. Inamaanisha ni one term. Sasa mimi ninasimama, bado sijachagua kiongozi. Juu bado viongozi ambao tumechagua hawajakamilisha waliotuambia. So bado hata sijui kama nitampea master so sijui. Lakini kwa akili yangu hata leo before nikuje kwenye bunge, kuna clip ilikujia kwa FYP yangu before nikuje. Ilikuwa inaonyesha vijana jinsi walipigwa marisasi, jinsi vijana walipigwa tear gas, jinsi vijana waliuawa, jinsi watu wa Subaru walikuwa wana handle Kenyans carelessly. So mimi najiuliza kama hiyo kitu ili happen, serikali imeamua kuchange, ni nini imefanyika ama ni nini inaendelea kufanywa kudeal na hao watu ambao walikuwa na ile uwezo wa kumaliza mtu. Na unajua serikali, the law of Kenya inasema mtu ambaye ako allowed kuwa ni nani? Askari. Si askari. Ni judge. Ni judge na Mungu. That's why hata sasa that's why they break their pen waki give out that hiyo sentence, unaenda kuwawa. So hata karau like inafaa uhandle Mkenya mwenzako with care. Kumbuka wewe ni mwananchi common, unafanyia mwananchi kazi. Nguo ambazo umevalia wewe kama serikali ni wananchi wametoa kutoka kwenye tax zao. Then after umepata hiyo kazi, after wananchi wanakusupport, ndio wananchi ndio watu support serikali, unarudisha na kuwapiga marisasi, kuwapiga tear gas. Nakumbuka 2024 nilikuwa hapa. Mimi nilikuwa hapa maandamano hapa Kisii Central kwa sababu vitu hazikuwa zinaenda fiti. Hatuwezi ona vijana wenzetu wakiwawa ovyo ovyo, na kwa sababu ya uongozi mbaya. Na sisi kama vijana tuliamua, kama uko na any bad history, any dark history, we are not going to vote for you. Kama uko na story yote ambayo tukipima wewe unatupima, we are not going to allow that. Vijana wako kadi, na of which almost 90% of my friends wako kadi. Mimi siwezi kubali kutembea na mtu hayuko kadi. Na tulisema hivi, tunataka serikali kama na rule ya hakuna mwanabiashara, hakuna mtu yote mwenye atafanya biashara kama hayuko kadi. Kama uko kadi, hauko ready kuvote, sasa hatuoni. Na kama IBC pia haiko careful, unasikia bunge power. Kama mnasikia mambo ya IBC, kama inataka kuiba, mtatuambia hizo kura. Unajua sisi wa Kenya tunajua kura zetu zinaenda kwa nani. Ni venye hatuja decide, hatujaamua kuonyesha kura zetu ni za huyu. Tunaweza pata hata ni Sifuna, tutapatia president. Tunaweza pata, lakini bora mambo ya kina Wamnyoro kwanza tuweke kando. Hizo ni vita zao, hizo hatujua. Kina Wamnyoro wachili. Sisi tunataka Kenya iende mbele. Hapa Kisii kuanzia chini tunataka watu wafanye kazi. Unajua sasa imebaki like 1 year na mtakuja hapa kwetu kutuomba kura. Na kuambia tutakula pesa zenyu, na mkikuja sana tutawatandika
na tuwarudishe nyumbani. Mtabeba, hamwezi kuja mumetuibia pesa, mumefanya tumesota, hatuna kazi inakosekana, mnatuambia hakuna barabara bana. Kuna barabara tumelia huku chini, tumelia ile barabara ya Nyanchwa, imetengenezwa kweli? Hiyo yakitacho pale. Imagine hiyo barabara hiyo time yote mnaongoje ifanye iwe watu ndio mkuje mtengeneze. Sasa hiyo ni serikali gani? Tumechoka na kurudia the same things. Hapa kikao 45. Kwanza naambia vijana wajitokeze kwa wingi. Vijana wakuje kwa wingi. Tumewambia mkaribie tuongee mambo ya serikali. Hatukubali sisi kuharibu kura zetu. Wasiwe tu wanaongea kwa kitu. Mziwe mnaongea huko, mkuje. Mkuje tujipange, tuseme, tukiangalia vizuri tunapatia nani hii kura. Tukiangalia vizuri ni nani ametosha kuwa kiongozi. You are not going to waste our votes, and that's a promise. Na mtu yote amepanga kuiba kura kuanzia hapa chini hadi juu. Hapo sasa ndio tutabadilisha serikali. Hatuwezi kubali kung'ang'ana, tukuje ground, tuende tushike kura, tuende tu vote, then mkuje muibe. Hiyo hatuwezi kubali, hiyo kutubeba ujinga, hiyo ni mambo outdated. So sasa tumejipanga. Hayo ndio nilikuwa na kwa mambo ya leo tu, lakini vijana mtokee kwa wingi. Serikali kumbuka kufunza watu, madriver hawa wakuwe na skill, wakuwe na knowledge ya first aid. Hawa sewanduthi. Hawa sewanduthi wanapata mtu amepata accident, wanamhandle carelessly, hawajui hiyo procedure. Any driving school inafaa ikuwe na hiyo class, kukuwe na lesson ya first aid, na inafaa ikuwe ni rule. Na from today kindly guys give information kwa wale wakuu washughulikie maneno. Sawa, shukrani yani.